Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sheikh Shaban, vipi hali yako? Alhamdulillah, vipi hali? Salama, unaongea na kijana wako hapa Hassan Makanyo wa Khairia TV. Vipi hali hai? Alhamdulillah, tupo na kipindi kidogo hapa kinaendelea. Ndio. Na tukatamani tupate mawili matatu kutoka kwako, moja katika wanaharakati wa dawa Tanzania. Ndio. Kwa sasa hivi Tanzania nzima imeelekeza macho yao juu ya sakata la Sheikh Walidi ambaye alikuwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam baada ya kuenguliwa na BAKWATA, huku pakisemekana mambo mengi ndio sababu. Lakini tukitamani kujua kwako kwamba hili ambalo linaendelea sasa hivi, wewe kama mhadhiri na mlinganiaji wa Kiislamu unalipi la kusema? Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza binafsi yangu sitaki kuongea lolote kwa sasa. Ndio. Kwa sababu Majlisi al-Ala imetoa tamko, imetoa tangazo, imetoa announcement. Ndio. Imefanya press na waandishi wa habari, imetoa hiyo tangazo. Ndio. Lakini baraza halikusema sababu ni nini iliyopelekea hayo kufanyika. Inawezekana ikawa ni sababu ambazo ziko ndani. Sisi wengine hatuzijui za ndani, isipokuwa tu watu wanahusisha na vitu vingine ambavyo vingine inawezekana ikawa hivyo sio sababu. Kwa hiyo bado sijapata exactly kwamba kuna nini ndani na maamuzi hayo yamefanyika. Kwa hiyo nadhani tusubiri, huenda tukapata sababu labda ya baraza kuweza kufanya maamuzi hayo, kuweza kumuondoa Sheikh katika hiyo nafasi na kukaimisha mtu mwingine. Hicho ninachoweza kusema. Lakini jambo la pili, Mwenyezi Mungu anasema katika sura Luqman, anamwambia mwanawe, ya bunayya aqimi salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Mwanangu, simamisha sala na ukataze maovu. Lakini mbele anamwambia kwamba wasbir 'ala ma asabak, lakini kuwa na subra kwa yatakayokusibu. Inna dhalika min 'azmi al-umur, kwa sababu hayo mawili hayo ni katika mambo makubwa sana. Kuamrisha mema, kukataza maovu ni katika mambo mazito sana. Unapoyafanya utakutana na mambo mengi na changamoto nyingi sana utakutana nazo. Kwa hiyo ukiwa dai, basi kukutana na changamoto za kusemwa, watu kuunganisha doti, matukio, wengine kutafuta trend kupitia wewe, kusemwa, kuzushiwa, ni vitu vya kawaida sana. Ukishakuwa dai tu, ndio hivyo vitu lazima vitokee kwenye maisha yako, otherwise utafute kazi nyingine ya kufanya, utasalimika. Lakini kama unataka ufanye kazi ya dawa, basi moja ya sunna, moja ya mwenendo ya kazi hii ni lazima ukubali kupata watu ambao watakriticize, watapinga, watakusema, utatukanwa. Hiyo ndio moja ya sehemu ya majukumu ya kazi ya dai. Kwa hiyo lazima haya uyakubali yanapokuwa yanatokea na watu wakakusema na watu wakaongea hivi. Ukitaka usisemwe, basi siku ambayo utaingia kaburini ndio siku ambayo sasa itakuwa umepumzika na kusemwa. Lakini as long as uko hai unafanya kazi ya Mungu, ndio basi moja ya vitu ambavyo utakutana navyo ni kusemwa vibaya katika kazi ambayo unafanya, kama alivyofanya Bwana Mtume kuitwa mwandazi, mchawi na majina mengine chongo mzima. Sasa ikiwa Mtume kaitwa mchawi, kaitwa mwendawazimu, ni nani ambaye atasalimika asitwe hivyo? Mtume ndio kiigizo chema. Na kama kulikuwa na mtu ambaye Mwenyezi Mungu angeweza kumkinga na watu wasimtukane, wasimseme, angekuwa Mtume. Lakini mbona Mtume alifanywa hivyo? Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka ile kisomo tujifunze kwamba ukifanya kazi ya Mungu kuna mambo utakutana nayo. Na nikwambie kitu kimoja, Musa alayhi salam siku moja aliweka na kumwambia Mwenyezi Mungu, akamwambia Rabb, kufa lisnatan nasi anni, Mwenyezi Mungu naomba uwafunge midomo watu wasilizungumzia vibaya. Mungu akamwambia Musa, ya Musa, ana lam attakhidh dhalika li nafsi, hilo unaolitaka wewe nilifanya, mimi sikulifanya katika nafsi yangu. Yani ni Mungu watu wananisema na wapa riziki, lakini bado wanasema.
Vipi wewe Musa unataka watu wasikuzungumze vibaya? Kwa hiyo maana yake ukifanya kazi ya Mungu lazima wakuzungumze vibaya. Kwa mimi ninachoweza kusema katika sakata kama hili, kwanza tujipe muda. Tujipe muda, tusubiri uenda baraza wakatoa tamko lingine au sababu kwa nini wamefanya hivyo moja. Lakini pia kipindi kama hiki inapotokea changamoto kama hizi, watu kuzungumza, watu kuhusisha tukio fulani shehe kusema vibaya, ni moja kati ya sunna ambazo zipo katika Uislamu na mtu alipitia. Hicho ninachoweza kusema. Tukiachana na maamuzi ya BAKWATA ambayo ni siri iliyokuwa katika baraza lao, tunaona hivi karibuni pia ulipitia mtihani wa kashfa na mwanadada mmoja huko mitandaoni ambayo pia ulikuwa kimya na mambo yakajulikana ukweli na uongo. Nafikiri kupitia hilo ambalo ulilipata wewe na hili ambalo limetokea kwa Sheikh Walidi juu ya kashfa ya mwanamke huyo ambayo inazungumziwa kwa upande ambao bado haujabainika ukweli wake na uongo wake, wewe unalipi la kusema kwenye hilo? Siku zote Mwenyezi Mungu anasema ja al-haq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Ukweli unapokuja uongo ujipatili ujitenga. Siku zote huwa hivyo. Na jambo likitokea siku zote lipe muda. Sasa jambo lolote likitokea lipe muda. Na kuna baadhi ya vita au kuna baadhi ya vitu uhitaji kujitetea, mwachie Mwenyezi Mungu akutetee. Ikiwa Mwenyezi Mungu jambo lile amelileta na kama sio la kweli, basi Mwenyezi Mungu ndiye atakayekutetea na atadhihirisha ukweli. Na ikiwa jambo lile ndio umefanya ama ni la kweli, pia itadhihirika. Kwa hiyo likitokea jambo la aina yoyote lipe muda. Kama mimi nilipotokea lile jambo, nilijipa muda, kwa maana ya nilikuwa na subra. Mwenyezi Mungu anipe subra, nikajipa muda, lakini pia nikamwomba Mwenyezi Mungu, naomba udhihirishe ukweli wa jambo hili. Mwenyezi Mungu akadhihirisha ukweli wa jambo hilo. Mwisho wa siku likawa limekufa natural death, tunasema kifo ambacho ni cha asili kabisa au cha kawaida, kwamba jambo hili kabisa pia lenyewe, kwa sababu niliamua kukaa kimya. Kwa hiyo kuna baadhi ya vita usiingie vitani kupambana. Kuna baadhi ya vita mwachie Mwenyezi Mungu akupambania. Unajua Maryam alizoshiwa kuwa amezini mama yake na Isa. Lakini aliambiwa amezini baada ya kuja na Isa bin Maryam. Na watu walipokwenda kumuuliza kwamba umemtoa watu huyu mtoto, jawabu yake kwamba aliwaambia inni nadhartu Rahmani sauma, mimi nimeweka nadhiri kwa Mola wangu wasiwezi kuzungumza, muulizeni huyo mtoto mwenyewe. Mwenyezi Mungu akaja kumtetea Maryam kwa Isa bin Maryam kuzungumza akiwa mdogo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kuna baadhi ya vita unabidi ukae kimya, umwachie Mwenyezi Mungu ndiye anaweza kukutetea. Hata Mtume alipopatwa na kashfa ya mama Aisha kuwa amezini na sahaba wake Safwan, mama Aisha alisingiziwa kwamba amezini na sahaba wa Mtume Safwan. Mtume alijipa muda, japokuwa alimtesa, lakini alijizuia kuzungumza lolote na alijipa muda katika jambo lile. Lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akaja akamletea majibu kwamba innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, kwamba wanaozua uzushi katika hayo ni kundi katika watu wako, kwamba jambo hilo sio la kweli. Kwa hiyo Mtume alijipa muda, Mwenyezi Mungu akaja akadhihirisha ukweli. Kwa hiyo jambo hili linapotokea, kama lilivyonitokea mimi, kama alivyomtokea Sheikh Nuruddin Kishki na Sheikh Walidi, lipe muda. Mwenyezi Mungu atakuja kudhihirisha ukweli na atakuja kutenganisha baina ya maji na mafuta. Asante sana na uwe na siku njema. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Nashukuru sana. Je, unatafuta chuo bora kitakachokupa elimu yenye ubora, maarifa ya vitendo na kukuandaa kwa ajira au kujiajiri? Hii ndio fursa yako. Mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Kachenje Training Institute anawatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na 6 pamoja na vijana wenye shauku ya kujifunza kuwa nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa masomo sasa zimefunguliwa rasmi. Kachenje Training Institute ni chuo kinachotoa mafunzo bora katika sekta ya kilimo na mifugo, kuzingatia elimu ya nadharia na vitendo ili kuandaa wanafunzi kuwa wataalamu mahiri na wazalishaji wa kisasa. Chuo kipo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya Same, kijiji cha Makanya, kikiwa karibu kabisa na barabara kuu ya mabasi ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo ni rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali nchini. Usikose nafasi hii adhimu ya kujijengea maisha bora kupitia elimu yenye tija. Masomo yataanza rasmi mwezi Septemba, hivyo wahi kujiandikisha mapema kwani nafasi ni chache.
Kwa mawasiliano na usajili, wasiliana nasi kupitia email admin@kachenje.ac.tz au 0713331986. Kachenje Training Institute tunawakaribisha kwa maarifa na ujuzi.